Somo la kwanza ni somo linalohusu shule ya Sabato ambalo tungesoma kulingana na neema ya Mungu inapokuwa juu yetu. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu sababu amekubali hiyo, Mungu apewe sifa. Sabato iliyopita tulisoma kwa shule ya Sabato fundisho nzuri sana ambalo lilitusaidia, na tuliongea kuhusu upendo wa Mungu, na tuliona mengi zaidi kuhusu upendo wa Mungu, na tuliona ya kwamba katika dunia kunakuwa vitu vitatu ambavyo vinadumu: imani, tumaini na upendo. Lakini kikubwa zaidi kuliko yote ni upendo. Na tuliona ya kwamba upendo wa Yesu ni upendo wa ajabu, alitupenda gisi tulivyo. Lakini tutakusoma fundisho la 8 linalosema nguvu, uwezo wa ufufuo. Uwezo wa nini? Wa ufufuo. Na shahiri la kukariri la fungo hili inapatikana katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni wa 15 mstari wa 14 mpaka 17. Lakini kuna kwa mambo fulani ambayo aliyaruka ili tufikie lengo. Inasema, na kama Kristo hakufufuka, injili yetu ni bure, na imani yenu haina faida. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, munabaki tena katika dhambi. Hiyo ndiyo neno la Bwana. Fundisho hili la 8 linalosema juu ya nguvu ya ufufuo na shahiri la kukariri vimeambatana kabisa, vinavyoonyesha kwamba kama Kristo hangelifufuka, tumaini letu tunalo ni bure, na tunakuwa na tumaini ya kwamba tuna uzima wa milele kwa sababu Kristo alifufuka. Inaonekana baada ya kifo cha waamini kuna kuja ufufuo. Katika Injili, katika utangulizi wa fundisho hili, wanatuambia kwamba inashangala kugundua ya kwamba kwa wakati wa Paulo aliona gumu ya kwamba watu wamoja wa Korintho walikuwa wamekana kabisa fundisho linalohusu ufufuo, na Wakorintho kuelewa jambo la ufufuo ilikuwa ni vigumu kwao, walikuwa wamekataje kabisa. Lakini watu walikuwa wakiona ya kwamba wafu walikuwa wakitazama mili naoza, mili inabadilika, na mili inakuwa ikirudi mavumbini. Walikuwa wakizika na watu hawajiwezi kutazamwa tena, lakini walikuwa wakiwa na uhakika ya kwamba hakuna ufufuo, lakini walikuwa jua kwamba kifo kinakuwa. Na sasa fundisho kuhusu jambo la ufufuo la wafu linaonekana kwa watu wengi leo kuwa kama ni jambo gumu kuolewa hata leo, na watu wengi hawajaelewa ya kwamba baada ya kufa kuna ufufuo. Na Paulo alikutanana na shida hii katika Korintho, na tunapoona ya kwamba sasa Paulo anawaandikia ya kwamba kama Kristo hangelifufuka, tumaini letu, imani yetu ni bure, haina faida, ni ubatili. Yaani Paulo aliwaonesha habari ya kwamba kupitia Kristo kunakuwa ufufuo, kupitia Kristo kunakuwa maisha ya kuishi, ya kufa na kufufuka. Lakini juma hii tutaona sana Wakorintho wa kwanza sura 15, na tutaona ya kwamba kunakuwa fundisho kubwa sana ambalo Paulo anakazia juu ya ufufuo wa Kristo. Hiyo ndiyo utangulizi. Yaani katika utangulizi tunaona kwamba Paulo alipitia gumu moja ambayo limushinda, na watu kuelewa jambo la ufufuo. Lakini tutaona tumaini la ufufuo kupitia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15, na hiyo sura inatuonesha uhakika kuhusu ufufuo wa Yesu. Acha ongelee kipengele cha kwanza kia fundisho hili, kutangaza ufufuo wa Kristo. Tunaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15, Paulo anaanza tia hapa vitu fulani ambavyo anaanza kutuonesha katika Wakorintho 15. Anaeleza juu ya Injili, juu ya vitu vinne. Kitu ya kwanza anatangazia Wakorintho. Kitu ya pili, hilo neno ambalo walilopewa. Kitu ya tatu, katika hilo neno wanaishi.
na katika hilo neno kunakuwa wokovu. Na hiyo inaonyesha ya kwamba wanaosoma hiyo kitabu inabidi waone mara ya ngapi fundisho kuhusu ufufuo wa wafu inakuwa ni fundisho la maana katika wokovu wa mwanadamu, kwa sababu ufufuo wa Yesu ni jambo ambalo linaonekana na linakuwa ni msingi wa Injili ambayo watu wa Korintho walikuwa wamekatala kabisa. Ijapokuwa Yesu alifufuka, ilikuwa ni msingi wa Injili yote. Sasa katika Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wake wa 14, hapa kunakuwa kifupi cha ujumbe anaosema kulingana na maandiko. Yaani andiko hili linatuonesha katika Agano la Kale ya kwamba fundisho la wafu tu ilikuwa ikijulikana tangu Agano la Kale. Kabla ya Yesu watu walikuwa tu wakiishi, lakini gumu ya watu wa Korintho ilikuwa kuelewa ufufuo wa Yesu Kristo. Na sasa ndiyo maana shahiri la 2 na la 11 inaonyesha kwamba wote wanaotangaza kwamba Kristo amefufuka inabidi waamini kwanza ufufuo kwao, ya kwamba ni kitu kilitendeka katika historia na ni kweli ya kihistoria. Na kwa hiyo katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 5 na 8 utaonesha kwamba kunakuwa kazi kubwa sana katika Agano Jipya. Inaonesha msingi kubwa sana ya Kristo. Inaonesha sasa ukweli unakuwa na nguvu ambayo Yesu alipitia, na ya kwamba baada ya ufufuo yake watu wengi walifufuliwa tena. Yesu alipofufuka, makaburi alifufuliwa, makaburi ya wengine walifufuka. Na ndiyo maana Paulo anasema tuende tuwaulize wenyewe yale ambayo tazama yale ambayo ni kweli ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Na hao waliofufuka pamoja na Yesu, hao waliokuwa katika makaburi alipofunguliwa siku Yesu alifufuka, wao ni mashahidi wazi wa kisa hiki cha ufufuo wa Yesu. Na tutatazama na tujua kwamba uhakika ya kwamba Yesu alikufa na akafufua, na ni kazi yetu kutangaza huo ufufuko wa Yesu. Yesu amefufuka. Kitu cha pili, Yesu amefufuka, lakini hiyo ndiyo tumaini letu. Tumaini letu la ajabu ni kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. Katika taifa la zamani, taifa mingi za kipagani zilikuwa hazijaamini juu ya ufufuo, lakini walikuwa kijua ya kwamba Mungu mwanadamu anaweza kufa. Mfano katika Wagiriki, wao walikuwa wamepata fundisho ya kwamba mwili na nafsi, walijua ya kwamba nafsi inakwenda, mtu anapokufa nafsi inakwenda kuishi mahali fulani. Yaani unapokufa unakwenda kuishi mahali fulani. Wanaweza panda penye kaburi chai wakijua kwamba utakaposikia hamu ya chai utakunywa. Ilikuwa mawazo mabaya kwa hao watu wa mataifa za nje. Lakini tunaposoma Biblia vizuri, ilikuwa mawazo hayambatani na Biblia. Lakini katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 12 mpaka 19, Paulo anapata hapa swali nzuri ambayo ni gumu, inaleta sasa shida. Watu wengi miongoni mwa Wayahudi walikuwa wakisema hakuna hata ufufuo wa Kristo, katika Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 12. Sasa hapa Paulo anawaambia wazi ya kwamba ufufuo unakuwa kwa sababu Kristo mwenyewe alikufa, siku ya tatu akafufuka. Na hiyo anaonesha ya kwamba hata kama hakuna ufufuo wafu sasa hapa Paulo anaonesha kama hakuna ufufuo wa Yesu hangalifufuka. Na kitu cha pili, mahubiri yetu, yani predication yetu ingalikuwa ni bure. Na kitu cha tatu, tunakuwa washahidi wabaya kama Yesu hakufufuka. Kitu cha tano, kitu kingine Paulo anaonesha kwamba kama Kristo hakufufuka, imani yetu ingekuwa bure. Na kitu kingine, wale ambao wamekufa wamepotea. Na kama Kristo hakufufuka,
wote ambao wamekufa wamepotea, lakini pasipo ufufuo mahubiri yetu ni bure. Yaani Paulo alikuwa na uhakika ya kwamba wafu wanapolala watafufuka. Kwa Kigiriki onavene ni kenos. Neno kenos inahusu wale ambao kunakuwa ni tupu, pasipo lengo lolote, pahali ambapo hapawezi leta mambo yoyote. Yaani mambo ya kusema vide, pasipo ufufuo mafundisho yetu ni bure, hayana lengo fulani na hayawezi leta mapato fulani, kwa sababu tuna uongo ya kwamba amefufuka. Lakini ukweli ni kwamba kupitia ufufuo wa Yesu tunakuwa na tumaini la ufufuo. Kitu naofuata, Kristo le premise, Kristo malimbuko, le Kristo le premise, Kristo malimbuko. Kama Yesu hangekuwa hai, tumaini zote za dunia kuhusu maisha ya kesho ingelikuwa ni mawazo tu ya bure. Lakini sasa Yesu amefufuka kutoka wafu, na ufufuo wake imekuwa ni jambo ambalo ni la kihistoria na lilikuwa hai. Tunaposoma Korintho wa kwanza 15 mstari wa 20 mpaka 23, hapo utakuta kwamba katika Biblia wakati Paulo alifundisha kulikuwa gumu kubwa sana. Wakorintho wa kwanza sura 15 20 mpaka 23. Utasoma haraka andiko hili. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 15, mstari wake ni wa 20 mpaka 23. Kama tumepata tutasoma kwa jina la Yesu. 20 inakuwa na maneno mazuri yanayofuata. 20 inasema, lakini kwa kweli Kristo amefufuka, amewatangulia wale waliokufa. Ndiyo maana kwa sababu kupitia kifo cha Yesu, ndiyo maana kwa sababu kifo ilikuja kwa mtu mmoja, na ndiyo maana kwa mtu mmoja kukaoja ufufuo wa wafu 2. Na kama wote wamekufa katika Adamu, hivyo sisi tutaishi tena katika Kristo. 23. Lakini kila mtu kwa hali yake. Yesu wa kwanza kwa wale ambao ni wake, na tutamuona atakapokuja mara ya pili. Hiyo ndiyo neno la Bwana. Yaani hapa Paulo anakazia tu juu ya jambo la ufufuo, na amekazia watu wawili katika andiko hili. Wa kwanza ni Adamu na wa pili ni Yesu. Kupitia Adamu tumepata mauti, kupitia Adamu tumekufa, tumelazwa mavumbini tulipotoka, tumelazwa kaburini. Lakini kupitia Kristo yule ambayo ni wa kwanza kufufuka, kupitia Kristo tumepata ufufuo. Wapenda, kwa wakati hizi ambazo tunaishi, ambazo zitaonekana ya kwamba ufufuo wa kimwili wa wale waliokufa katika Kristo unakaribia. Lakini Yesu anapokuwa ni Adamu wa pili, atakuja tia ufalme wa Baba na kuleta sasa mambo mapya, yote yatabadilika. Yaani japokuwa tunakufa kifo ya kimwili katika Adamu, Yesu atakapokuja hiyo kifo ya kimwili itafufuliwa na tumevaa nguo mpya. Kitu nafaa mili iliyofufuliwa. Katika Korintho hiyo wa kwanza 15 mstari wa 35 mpaka 39, Paulo anatuambia kifupi juu ya swali ya wafu waliofufuliwa, mili iliyofufuliwa. Anaanza kiuliza swali, namna gani wafu watafufuka? Je, ni katika mwili wao watakuja tena? Swali hiyo inatupa maswali mbili. Majibu inapatikana katika Wakorintho wa kwanza 13 36 mpaka 41. 36 mpaka 41. Hapa Paulo anatupatia jibu, anasema mambo hayo 3 na 6. Mwanadamu alipokuwa amepoteza kiungo chake, yale ambayo umepanda ni yale ambayo yatakuja kwa maisha yake. Lakini yale ambayo unapanda ni yale, lakini
Yale ambayo unapanda si yale unayopanda, si mmea utakayoota, lakini ni mbegu. Na mbegu ya ngano haiwezi kuleta ingine matunda, kwa sababu Yesu mwenyewe atapana mwili gisi anavyopanda, na kila mbegu atapana kwa mwili gisi iliyo kawaida yake. Watu hawana hali moja, lakini wanakuwa na hali ya watu ama tofauti na nyama na ndege na samaki. Kunakuwa tena mili ya kimbingu na mili ya dunia, lakini wakati mwili wa kimbingu unakuwa tofauti na ule wa kidunia, yani tusipopoteza muda sana, tutabadilisha hiyo mwili wa dhambi wa kidunia, utabadilisha na kubeba mwili wa mbingu. Huo mwili wa magonjwa utabadilisha, utavikwa utukufu wa Mungu na hakutakuwa magonjwa. Ndio kifupi ambacho Paulo anasema, yaani kwa ufufuo tutabadilishwa, mwili wetu utabadilika sana kabisa. Tunapona victoire finale sur la mort, ushindi juu ya kifo, na ushindi juu ya kifo unaonekana wakati tutakapofufuliwa sote. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Kwa kifupi wanatuambia kwamba kuna tumaini ya kufufuo kwa sababu Yesu mwenyewe baada ya kufa alifanya nini? Alifufuka. Mungu awabariki kwa jina la Yesu.